Kristo lipewe sifa. Bwana wabariki watakatifu wa Bwana. Amina. Nafikiri kila mmoja ameshiba chakula cha kiroho cha asubuhi. Amen. Na pia ameshiba chakula cha kimwili cha mchana. Amen. Sasa huu ni mlo mwingine. Amen. Kwa hiyo andaeni mioyo yenu kwa ajili ya kumpokea Bwana Yesu Kristo akiwa na ubiri. Haleluya. Ushindi ni wangu. Amen. Ushindi ni wangu. Ushindi leo ni wangu. Ninakuambia shetani utikuna. Ushindi leo ni wangu. Hizo baraka. Baraka ni zangu. Basi tufungue Biblia zetu kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 2. Wafalme wa pili sura ya 2 kuanzia mstari wa 5. Tuombe. Mtakatifu, mfalme wetu, Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu, umeshuka sana na kuonekana asubuhi. Bwana, kama ambavyo watoto wako wameombea sana wa mkutano, ni kwa sababu Bwana wanataka ukuone ukishuka. Kwa kuwa Bwana wana haja sana na wewe. Wapo mahali hapa Bwana si kwa ajili ya mtu mwingine isipokuwa wewe, Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo Baba, kupitia mibara hii Bwana wetu Yesu Kristo, naomba ukanene tena
wakati huu wa jioni Bwana. Kazungumze na nafsi za watoto wako Baba. Baba, najiweka kando Bwana wetu Yesu Kristo. Nami nakuwa kama kipaza sauti chako tu. Upate kuzungumza yaliyo yote ndani ya nafsi yako Baba. Uijuae siri ya mioyo ya watoto wako wanaosikiliza Bwana. Naomba kanene nao. Na sio wao tu, hata mimi Bwana wangu Yesu Kristo. Ninapenda kusikia sana kutoka kwako ukizungumza Bwana. Hivyo Bwana wetu Yesu Kristo, tunajikusanya tu kama watoto wadogo miguuni mwako, tukisikia ukizungumza nasi maneno yenye uzima wa milele. Mfalme wetu na Bwana wetu Yesu Kristo, tunakukaribisha mahali hapa Baba, ukapata kufunua neno hili na utakusoma na ukapata kufunua ujumbe huu Bwana. Ni katika jina lako Yesu Kristo na Bwana kwa Amen. Kitabu cha Wafalme wa pili tutasoma pale kuanzia mstari wa 5. Basi wana wa manabii waliokuwa kwa Yeriko wakamkaribia Elisha, wakamwambia, "Je, unajua kuwa Bwana atamuondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako?" Akajibu, "Naam, najua, nyamazeni." Elia akamwambia, "Tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Yordani." Akasema, "Kama Bwana ishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha." Wakaendelea mbele wote wawili. Basi watu 50 na wale wana wa manabii wakaenda wakasimama kuwakabili kwa mbali, na hao wawili wakasimama karibu na Yordani. Elia akalitoa vazi lake la juu, akalikunja, akayapiga maji, yakagawanyika huku na huku, na hao wawili wakavuka pakavu. Hata ikawa walipokwisha kuvuka, Elia akamwambia Elisha, "Omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako." Elisha akasema, "Na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu." Akasema, "Umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako utalipata. La, ukuniona ulipati." Ikawa walipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto, likawatenga wale wawili. Naye Elia akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Naye Elisha akaona, akalia, "Baba yangu, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake." Asimwone tena kabisa. Akashika mavazi yake mwenyewe, akayararua vipande viwili. Kisha akaliokota lile vazi la Elia lililomwangukia. Akarudi akasimama katika ukingo wa Yordani. Akalitwaa lile vazi la Elia lililomwangukia, akayapiga maji, akasema, "Yuko wapi Bwana Mungu wa Elia?" Naye alipoyapiga maji yakagawanyika huku na huku. Elisha akavuka. Na hao wana wa manabii waliokuwa Yeriko wakimkabili, walipomwona walisema, "Roho ya Elia inakaa juu ya Elisha." Wakaja kuonana naye, wakainama kifudifudi mbele zake. Jina la Bwana barikiwe sana. Haleluya, tukae. Amen. Katika kitabu cha Yohana mlango wa 14 mstari wa 12, Biblia inasema, "Amini amini nawaambieni, yeye aniaminiaye mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba." Haleluya. Amen, amen, amen. Sasa mimi kichwa changu cha habari ni sehemu maradufu ya mwaminio. Haleluya. Sehemu maradufu ya mwaminio. Haleluya. Amen, amen. Kwa hiyo naomba kwa muda mfupi mniazime masikio yenu. Amen. Na mwazime Bwana Yesu mioyo yenu. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Tunaona Elia na Elisha. Amen. Elisha alikuwa ni mtumishi wa Elia. Si ndio? Anapokwenda Elia, Elisha yupo. Amen. Amen. Elisha aliona matendo yote ambayo Elia anafanya makuu. Amen. Haleluya. Sasa wakati wa Elia uliisha. Ilibidi Elia achukuliwe aende alikotoka. Akapata ufunuo kwamba anatakiwa niondoke. Amen. Na safari ya kuondoka ilibidi avuke Yordani. Jina la Bwana barikiwe sana. Akavuka Yordani,
kwa nguvu zake. Jina la Bwana barikiwe sana. Akayapiga maji yakatawanyika. Akavuka na Elisha. Jina la Bwana barikiwe sana. Alivuka yeye na Elisha. Amen. Lakini wakati Elia anakwenda walikuwa wengi. Alikuwa na kikosi cha manabii nyuma yake. Jina la Bwana barikiwe sana. Lakini ilipofika wakati wa kuvuka Yordani, alikwenda na mtumishi wake Elisha. Haleluya. Ndipo Elisha akamwambia, mimi najua unaenda. Haleluya. Lakini unaniachaje? Jina la Bwana barikiwe sana. Unaniachaje? Kumbuka Elia kaivuruga nchi. Kesha ivuruga nchi. Anachukiwa kila mahali. Amen, amen. Wanajua mtumishi wake ni Elisha. Haleluya. Elia anaogopeka kwamba yule ni nabii wa Mungu na ana nguvu za kutosha. Amen. Sasa muda wake umeisha. Amen. Kwa hiyo sasa wale wananchi wa pale wanajua yule mtesi wetu mbona anaondoka? Amen. Wanabaki hawa nabii wake tu, hawa tunawamudu. Haleluya. Ndipo Elisha akapata ufunuo akasema, la bwana wangu, hauwezi ukaniacha hivi hivi. Ninataka ile roho ulionayo wewe ambayo ilikufanya wewe uwe wa kipekee hapa, inakufanya wewe uweze kuwashinda maadui zako, uweze kupiga maadui zako, na mimi nataka uniachie kwa maana mimi nabaki. Haleluya. Nahitaji. Hakutaka kingine. Haleluya. Elia akamwambia, sasa ukiniona ninaondoka. Jina la Bwana barikiwe sana. Utaipata hiyo roho. Amen. Ila ukajifanya unaenda kukata kuni, ukanikosa hapa, ndio imeenda. Amen. Hivi ulifikiri Elisha alikuwa anafanyaje kama sio kumganda Elia kila mahali? Amen. Elia akimwambia naenda hapo kujisaidia, na sasa ngoja basi ndio tutakaa. Amen, amen. Kaambiwa usiponiona haufanyaje? Elia alikuwa na wakati mgumu. Kuna mtu amemganda. Amen. Anamwangalia namna hii. Popote alipo naye yupo, mpaka farasi wanashuka anamuona. Haleluya. Amen, amen. Macho ya Elisha yalikuwa yanatazama Elia tu. Haleluya. Angelipita mtu angemwita, Elisha rafiki yangu, njoo rafiki yangu nikwambie kuna habari, njoo mara moja, njoo. Elisha angeambia tulia wewe. Amen. Anasema bwana uniangalie bwana, ni mimi yule. Wewe bwana sikiliza bwana, achana na mimi. Amen. Macho yake yanamtazama Elia. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen, amen, amen. Mpaka anaondoka, akawa anamtazama, akamwambia, baba yangu, ninaona wale farasi wamekufuata. Sasa nimekuona ukienda, ni zamu yako kunipa nilichokuomba. Haleluya. Alipata kupata? Angeangalia pembeni. Jina la Bwana barikiwe sana. Angetazama huku. Amen, amen, amen. Yaani katika kufumba na kumbua angeangalia hivi, mtu hayupo. Angekosa. Angepambana vipi na mchafuko aliowacha Elia? Angerudi, wangesema haka hapa kwa jamaa. Hayupo Sasa tulia, hana cha kufanya. Amen. Sasa kumbuka upande wa pili walikuwa wale manabii wengine. Amen. Ndipo baada ya kupokea lile koti la Elia, akalichukua akavaa. Amen. Ile roho ya Elia ikaingia kwake maradufu. Amen, amen, amen. Sasa yule sio yule Elisha wa kwanza. Huyu ni Elisha Elia. Amen. Ni Elisha Elia. Haleluya. Kama mlikuwa mnamuogopa Elia, muogopeni Elisha mara mbili. Haleluya. Nguvu za Elisha zilishuka
ikashuka mara 2. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen, amen, amen. Sasa kuonyesha nguvu zake, jina la Bwana barikiwe sana, akafika kwenye mto ule ule ambao haukuvukwa kwa mtumbwi. Amen. Haukuvukwa kwa daraja, ulipigwa na Elia. Wakati wa kwenda ulipigwa na Elia, wakati wa kurudi ukapigwa na Elisha. Ukaachia. So, ulijua ile nguvu ya Elia imo ndani ya Elisha. Lazima mto utenge njia. Amen. Elisha akajua hakika ninazo. Wale manabii wakashangaa, vipi? Anakuja nani? Si Elia tunajua anaondoka. Anakuja nani? Mbona kama maji yameachiwa? Jina Bwana barikiwe sana. Wanamuona mtu mmoja anapita peke yake na ni Elisha. Jina Bwana barikiwe sana. Wakasemaje? Hakika roho ya Elia iko ndani ya Elisha. Jina Bwana barikiwe sana. Amen, amen, amen. Sasa miaka kadhaa akaja Bwana Yesu mwenye roho yake sasa. Amen, amen. Amekuja mwenyewe. Jina Bwana barikiwe sana. Sasa anataka mtu ambaye macho yake hayang'oki kwake. Amen. Akaja na mfumo ule ule wa Elia. Jina Bwana barikiwe sana. Ndio maana naandika kwenye Yohana 14:12, amini, amini nawaambieni, yeye aniaminiaye mimi, kazi nizifanyazo mimi, kama nilipiga mto, hiyo ndio kazi nimefanya, yeye naye atazifanya. Haleluya. Jina Bwana barikiwe sana. Na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Jina Bwana barikiwe sana. Sasa ahadi hii alisema itakuja kufanya sana kazi atakapoenda kwa nani? Kwa Baba. Kama ambavyo ilivyokuwa kwa Elisha, ilibidi Elia harudi, aondoke, Elisha abaki afanye kazi. Na Bwana Yesu ilibidi aondoke, aache Elisha hapa afanye kazi kama yeye. Amen, amen. Kwa lugha nyingine, wakati Bwana Yesu anaondoka, kimsingi alikuwepo. Amen. Kimsingi Bwana Yesu yupo. Haleluya. Bwana akawa naaga, jamani, ndo naenda. Amen. Wakati wanaaga, watu 120 wanamtazama hivi. Wakina Elisha wanamwangalia hivi. Biblia inasemaje? Wakaona huyo anachukuliwa, wakamtazama huyo anaondoka, wanashangaa. Amen. Wamtazamao akienda watapokea hiyo nguvu. Nguvu ilienda kwa watu wengine, ilienda kwa wale waliomuona akipaa. Haleluya. Amen, 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 amen. Wengine wote mjini hawaelewi kinachoendelea. Amen. Kumbe mchezo umeisha wa Elia na Elisha wake. Amepanda, ametazama, roho ikashuka baadaye. Haleluya. Amen, 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 amen. Sasa uwakilishi ukabaki na wale watu. Jina Bwana barikiwe sana. Wakapokea nguvu mara 2. Sababu anasema mtafanya kazi kubwa zaidi ya hizi. Jina Bwana barikiwe sana. Haleluya. Amen. Sasa sehemu maradufu manake nini? Hii ni nguvu ambayo kanisa limepewa. Amen. Jina Bwana barikiwe sana. Ni kazi ambazo kanisa itazifanya. Amen. Kwa roho yule wa yule aliyepaa, Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Roho ile ya Bwana Yesu Kristo ndio hiyo inashuka. Amen. Lakini imeahidiwa itakaposhuka itafanya kazi zaidi, nyingi zaidi. Haleluya. Sasa tutaona anafanyaje kazi nyingi zaidi. Jina Bwana barikiwe sana. Amen, amen. Sasa nabii anasema hivi kwenye ujumbe wa 53:06 tarehe 9, unasema ni ujumbe wa kufanya bonde kujaa mashimo. Nasema sasa aliwakusanya kule juu
na akawabariki kabla hajachukuliwa. Naye akasema, ngojeni katika mji wa Yerusalemu mpaka mtakapovikwa na nguvu kutoka juu. Amen. Nguvu inatoka wapi? Koti lilitoka wapi? Juu. Jina la Bwana barikiwe sana. Lilianguka. Amen. Anasema, mambo haya ninayoyafanya ndipo nyinyi mtayafanya, na makubwa zaidi mtayafanya. Nabii anasema ni sehemu maradufu iliyoahidiwa kwa kanisa. Haleluya. Nami nawaambia, wakaenda kwenye chumba cha juu, nao wakakaa mpaka Yesu alipochukuliwa. Nasema ndipo ubatizo wa Roho Mtakatifu ukawashukia juu yao siku ya Pentekoste. Haleluya. Hii hapo sehemu yako maradufu. Jina Bwana barikiwe sana. Amen, amen, amen. Tuendelee kidogo tu. Kwa hiyo siku ya Pentekoste ndipo koti likashuka. Siku ya Pentekoste wakaambia, sasa sikiliza, kaeni sehemu fulani msubiri. Jina Bwana barikiwe sana. Nitashusha hilo koti la Elia. Na koti likashuka Roho Mtakatifu. Amen, amen, amen. Sasa wale watu walikuwa wakitembea wakisema, tumeshamaliza Yesu, anajifanya ndo anajua, ana miujiza yake hatutaki. Jina la Bwana barikiwe sana. Sasa kuna kikosi cha watu, amen, ambacho kinafanya yale kama Yesu. Jina la Bwana barikiwe sana. Yale kama Yesu. Amen. Safari ni wanachanganywa. Yesu alikuwa akiponya pale Galilaya. Wangejua yuko Galilaya, tumeni maskari. Safari wanasikia sehemu mbalimbali. Jina Bwana barikiwe sana. Wanasikia bwana kuna mtu kapona kule. Bwana kuna muujiza umetendeka kule. Wajakaa vizuri, wanasikia kuna mwingine kafanya vile. Amen. Ni nini? Nguvu hiyo inafanya kazi nyingi zaidi. Haleluya. Maradufu ni nyingi zaidi. Amina. Nguvu ni ile ya Bwana Yesu, ila inafanya kazi nyingi zaidi. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Sasa shetani akawa na wakati mgumu. Amen. Akawa na wakati mgumu. Amen. Haleluya. Amen. Nabii anasema kwenye ujumbe wa mkombozi wale jamaa wa karibu, Elia alichukuliwa na Elia alitupa chini vazi lile alilonalo kumfunika Elisha kwa sehemu maradufu ya roho yake. Ni kitu kile. Eti alimpa vazi lingine, ni vazi lile. Haleluya. Ila tu ni sehemu maradufu yake. Nguvu ile sio zaidi, sio kuu zaidi, bali ni mara mbili yake. Haleluya. Amen. Kama ilivyokuwa tu kwa Musa alipochoka, baba yake mkwe alimwambia, unajichosha, muombe Mungu aweze kuchukua roho yako akawawekea wengine. Amen. Ndipo akaichukua roho yake akawekewa wengine 70, na 70 wakaanza kutoa unabii. Hawakuwa na nguvu nyingine ya ziada. Ilikuwa ni utendaji kazi tu wa ziada. Haleluya. Bali kitu ni kile. Amen. Sasa roho maradufu, usifikiri unakuwa una kitu kikubwa zaidi. Ni roho yule. Jina Bwana barikiwe sana. Amen. Mwanzoni Yesu alikuwa huyu mmoja. Jina Bwana barikiwe sana. Akasema hii roho nitaishusha kwa kanisa. Kanisa ni wengi. Kwa hiyo kazi roho anafanya mtu mmoja inafanywa na wengi. Deka itafanya kazi mara nyingi, maradufu zaidi. Haleluya. Amen. Akijua hiyo roho itakapofanya kazi. Amen. Jina Bwana barikiwe. Kwa hiyo si kwamba una kitu kikubwa kuliko alichokuwa nacho Yesu. Ni koti lile. Jina Bwana barikiwe sana. Amen. Sasa kwenye ujumbe wa
Je, kuyatambua mambo yote wa 1952 mwezi wa 7 tarehe 16. Nabii anaendelea anasema hivi. Sasa wewe unazungumzia kwamba mambo haya ni yafanyayo na makubwa zaidi utafanya. Tazama kilichotokea ile siku baada yake. Tazama wakati Bwana wetu alipokuwa hapa duniani katika mwili wa nyama, kama mwana, akiwa mwana wa Mungu. Vema, yeye tu alikuwa sio zaidi ya nusu dazeni au pengine dazeni kadhaa hivi, ambayo yeye angeliweza kuzungumza na kurekodiwa. Hatujui yote aliyoyafanya, lakini hapa pamerekodiwa tu mambo ambayo waliyaona yakitendeka. Amen. Tazama kile ambacho alikifanya tu katika miaka 3.5 ya huduma yake. Pengine Mungu alifanya zaidi. Anasema, natambua kilichokuwa ndani mwe. Sasa hapa linakuja kanisa lake likifanya makubwa zaidi ya yale aliyolifanya kule. Nabii anasema ni Yesu yule yule, miujiza ile ile, mambo yale yale, inafanya kazi kwa njia ile ile. Jina Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo tuelewe jambo la kwanza. Unaposema umepokea roho maradufu, ni roho yule yule. Amen. Upati kitu cha ziada. Amen. Ila katika kazi, amen, hiyo roho itafanya kazi nyingi zaidi. Ila kwa nguvu ya kiwango kile cha Yesu. Amen. Huwezi kufanya kazi kubwa kuliko Yesu. Jina Bwana barikiwe sana. Unaanzaje? Utakuwa na roho ya mwingine, ila kama unao ya kwake haiwezi kazidi ile ya Yesu. Si ni ya kwake? Haleluya. Amina. Amen, amen, amen. Sasa tazama vizuri. Ilikuwa ni Elisha ambaye amepokea roho ya Elia. Amina. Baada ya ile roho ya Elia kutoka kwa Elisha, akaenda kwa nani? Amen. Inabidi mkae kama darasa. Mimi sio mhubiri. Jina Bwana barikiwe sana. Amen. Mhubiri alikuwa asubuhi. Amen. Hapa tuko kama darasani tu. Jina Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo wala mkitaka kujibu kitu wewe jibu. Amen. Kwa hiyo ilipotoka kwa Elisha kaenda kwa Yohana Mbatizaji, roho ile. Jina Bwana barikiwe sana. Na ilipotoka kwa Yohana Mbatizaji kaenda kwa nani? Sasa tazama kilichotokea ile roho ikimwingia mtu. Ona kinachotokea. Jina Bwana barikiwe sana. Wakati ya Elia, amen, akiwa duniani na ile roho, si alikuja na ujumbe wake? Amen. Alikuwa analia, anawaambia Waisraeli, baba wamekuacha. Amen. Anaenda kuwaambia Waisraeli wamrejee Bwana Yehova. Amen. Wakakataa. Haleluya. Wakakataa. Hawataki. Jina Bwana barikiwe sana. Baada ya kukataa ujumbe wa Elia mtishipi, Elia alifanyaje? Aliamua kufunga anga mvua isinyeshe. Jina Bwana barikiwe sana. Amina. Akalaani akasema na mvua isinyeshe miaka 3.5. Watu wakaingia kwenye taabu kwa sababu tu ya kumkataa Elia. Amen, 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 amen. Sasa ilipofika kwa Yohana, jina Bwana barikiwe sana, na yeye akaja hivyo na shoka lake. Amen. Anaburuza shoka lake, akaweka kwenye mti ngaa, akasema mti usiozaa matunda ili shoka linakata. Amina. Haleluya. Amen. Akitengeneza njia ya kuja Bwana Yesu ili mtu azae matunda. Akasema usipompokea huyu Bwana ambaye mimi ninatangulia kumwekea njia, hakika wewe utakatiliwa mbali.
akachukua shoka akaweka kwenye mti Amen. Akiongea habari za kuja kwa nani? Kwa Yesu. Jina la Bwana barikiwe sana. Haleluya. Sasa Wayahudi wakakataa. Amen. Wakakataa. Wakasema bana wewe utajua mwenyewe na mashoka yako bwana. Unatuambia habari gani bwana? Hatutaki. Jina la Bwana barikiwe sana. Wakamkataa yule bwana. Amen. Nini kilichotokea kwa Wayahudi baada ya kumkataa? Jina la Bwana barikiwe sana. Wakasema hatutaki. Una huyo mtu unayetuambia sio habari zake, tumtaki. Amen. Yohana akauliwa. Jina la Bwana barikiwe sana. Yesu akasulubiwa. Jina la Bwana barikiwe sana. Sasa kile kizazi kilichomkataa, amen, haikupita miaka mingi kilichinjwa kama kuku. Msikiliza vizuri. Kilichinjwa kama kuku na Warumi. Haleluya. Akaingia bwana anaitwa zamani ndugu. Anaitwa Tito zamani. Sio Tito wewe. Jina la Bwana barikiwe sana. Unajua Tito ni jina la Kirumi. Amen. Amen. Akaingia bwana mmoja anaitwa Generali Tito. Amen. Alikuja Yerusalemu akazunguka mji wote ukafungwa milango. Amen. Alikaa muda wa kutosha, watu wakafa njaa humo ndani kwa sababu umemfungia milango asije akawaua. Wakafa njaa mpaka milango ilifunguka tu. Akaingia akawaua wote. Jina la Bwana barikiwe sana. Shida ilianzia wapi? Kumkataa Elia, ambaye alikuwa ni Yohana Mbatizaji. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Elia anataka arejeshe kwa baba. Jina la Bwana barikiwe sana. Sasa anakuja Bwana Yesu ambaye anasema mtu unayemzungumzia habari zake ni huyu. Msikieni huyu. Wakasema wewe na huyo hatukutaki. Amen. Wote wakauliwa. Sasa kwa sababu mmekataa, jina la Bwana barikiwe sana, na kufa mtakufa. Wakakosa ulinzi, wakafa. Amen. Lakini waliomkubali, hilo jambo alikuwapata. Amen. Waliomkubali hawakufa, hata huyu, hata mmoja. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa sababu Wayahudi, kwa sababu hawataki wale ambao wameipokea ile roho ya Bwana Yesu kama kanisa, wakawa wanawafukuza. Tokeni kati yetu. Kumbe wanawapeleka mahali ambapo nyinyi mnakuja kufa. Haleluya. Hilo ndio kosa ambalo utalifanya, kukataa roho ya Bwana Yesu. Ukimkataa Roho Mtakatifu, Jenerali Tito akija, hauponi. Haleluya. Hauponi. Kwa sababu yeye wakati anakuja, alikuja kwa ajili hiyo. Angelikuwa mlinzi wako, angekupa ufunuo. Amen. Hama hapa. Jina la Bwana barikiwe sana. Wala akakataa, wakafa. Haleluya. Sasa tazama, hicho kizazi kikaenda na Wayahudi mpaka leo. Hilo kosa linawaandama. Amen. Sasa ile roho ikaenda. Amen. Roho ya Elia ndipo ikaja kwenye Malaki. Amen. Sasa na sisi tunaishi kipindi kile. Amen. Kipindi kile. Roho wa Elia ameshuka tena. Huo ujue Mungu ametangaza balaa. Katangaza balaa. Uyonapo roho ya Elia, ujue shari inakuwa nyuma yake. Sawa. Amen. Shari iko nyuma. Hiyo Branham akaanza na watu wake. Akawaambia, mimi sijaja kuambia mambo hapa ya kwamba mtabarikiwa. Mimi nimekuja kutangaza laana. Amen. Roho ya Elia hiyo. Mmekataa
ujumbe mmeamua mbaki na madhehebu yenu. Sasa natangaza laana, mmelaaniwa. Amen, 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 amen. Upanga unaenda sasa kwa mapepo. Mapepo wanaruhusa chinja. Haleluya. Kwa hiyo kosa la kwanza kizazi hiki kimefanya ni kumkataa Elia. Haleluya. Kosa la kwanza ni kumkataa Elia. Kwa sababu bila Elia huwezi kuiona njia. Sawa. Yeye ndo kapewa kazi ya kusafisha majani, njia ionekane, Bwana apite. Amen. Umemkataa, wewe utajua anasafisha njia gani? Utajipitia njia yako na utakutana na upanga wa Jenerali Tito. Ndicho kinaenda kutokea kwenye hii dunia. Na Jenerali Tito yupo, ameshaandaa na majeshi yake. Sasa hivi dunia inachinjwa kama kuku. Amen. Kuna uchinjaji mkuu utafanyika hapa duniani, mkubwa. Unajua uchinjaji unafanyika lini? Dhiki kuu. Dhiki kuu ni wakati wa chinja. Amen, amen, amen. Kosa lilianzia wapi? Walimkataa Elia na ujumbe wake. Jina Bwana barikiwe sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Amen. Sasa tazama. Bwana Yesu si alikuwa ni mtu kama mimi? Sasa ngoja nje taratibu ili msimuelewe vizuri. Bwana Yesu alikuwa ni mtu kama mimi huu ndio ulikuwa mwili wake. Haleluya. Huu ndio mwili wake. Jina Bwana barikiwe sana. Mwili wa mimi ndugu Nevo, si ni huu? Huu ndio mwili wangu. Sasa onyesha mwili wa ndugu Nevo. Si unanionyesha? Amen, amen, amen. Haleluya. Sasa Bwana alitaka roho hiyo ya kwake yeye wakati mwili huu utakapoondoka. Ile roho iliyokuwa ndani yake yeye alitaka aishushe kwa mkewe. Amen. Kwa sababu mkewe ndio mwili wa mumewe yeye mwenyewe. Haleluya. Amen. Jana siku nilikuwa kwa ngapi ulikopo jana? Si mnakumbuka kichwa alikuwa ni nani na mwili ni nani? Kichwa ni Kristo, mwili ni kanisa. Amen. Kwa hiyo mwili wa Kristo ni kanisa. Sasa muda wa kuondoka yeye na mwili wake halisi umefika. Ndipo ilibidi sasa yeye na mwili wake halisi apae. Amen. Ila huku chini ameacha mwili wa kwake ambao unaitwa kanisa. Jina Bwana barikiwe sana. Huo mwili wake yeye hauwezi kufanya kazi isipokuwa roho yake yeye iingie ndani. Ndipo ule mwili unaweza ukaitwa bibi Kristo. Haleluya. Amen. Ndio maana ilibidi Mungu amchukue. Amen. Alafu ile roho aishushe. Haleluya. Amen, amen, amen. Kwa kanisa. Haleluya. Iliposhuka ikaambiwa imeshuka roho maradufu. Amen. Mwanzoni ni mwili mmoja, sasa ni kanisa dunia nzima watakaopokea hiyo roho wanafanyika mwili wa Kristo. Haleluya. Amen, amen, amen. Sasa nabii anasema hivi. Tunampenda Bwana Yesu. Amen. Amen. Nabii anasema hivi. Kwenye ujumbe wa tuonyeshe Baba nayo itatutosha wa mwaka 60 mwezi wa 7 tarehe 31 aya ya 193 pale anasema hivi. Shetani anamchukua mtu wake lakini kamwe haichukui roho yake. Haleluya. Mungu umchukua mtu wake lakini kamwe sio roho yake. Amen. Roho iliyokuwa juu ya Elia ndio ilishuka juu ya Elisha. Ilipotoka kwa Elisha ikaenda kwa Yohana Mbatizaji na ilitabiriwa ingelikuja tena siku za mwisho. Unaona? Mungu alichukua roho kutoka kwa mwanae lakini akairudisha tena kwa kanisa. Haleluya. Jina la Bwana barikiwe sana.
Naye nabii anasema hizo roho mbili ya shetani sasa na ya Kristo zimekuwa zikipigana vita ndani ya miili ya watu kuanzia mwanzo wa wakati. Haleluya. Na kutakuwa na vita tena mwisho wa wakati. Haleluya. Vita ni hizo roho mbili, ile ya ibilisi na ya Mungu iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo. Amen. Sasa nabii anasema vita hivi vimekuwa vikifanywa, hizo roho zikiishi ndani ya watu. Manake ndugu, wewe ndio utakuwa unashambuliwa wewe, lakini anayepigana vita sio wewe, ni roho iliyo ndani yako. Amen, amen, amen. Kama hiyo roho haiko ndani yako, wewe haupigani vita, wewe unaonewa tu. Yaani wewe ni unapigwa ngumi tu, una uwezo kurudisha. Amen. Vita vinapigana na wenye roho tu. Amen, amen, amen. Punde upokea hapo ile roho, huyo unapandishwa jangwani kujaribiwa. Haleluya. Kabla hapo wewe unateswa tu. Amen. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Amina. Kwa hiyo kazi ya roho ibilisi yenyewe ni kukuweka chini tu, kukupiga chini. Ndio anachotaka. Akuzime. Amen, amen. Akuue, akuharibie, akutese. Ila unapokuwa na roho ya Mungu, kazi yake ni nini? Yeye anakunyanyua. Amen, amen. Shetani akikuweka chini, Bwana anakuja na kunyanyua juu. Haleluya. Kama huna hiyo roho, ukiwekwa chini, nani atakunyanyua? Haleluya. Nani atakaye kufufua siku ya mwisho? Ni hiyo roho ndio yenye mamlaka. Ndio maana akasema hapana, kama mimi Bwana nilivyokufa, ile roho iliniuisha ikaniamsha yenyewe siku ya tatu. Sasa roho hii yenye nguvu ya kuamsha itaingia kwenye kanisa, na hao watu watakapolala, roho hiyo iliyo ndani yao ndio itawaamsha yenyewe. Haleluya. Amen, 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 amen. Huo ndio ufufuo. Amen, 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 amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Sasa nabii anaendelea anasema hivi. Sasa tutazame vizuri hapa. Kwenye ujumbe wa kama nilivyokuwa na Musa, ndivyo nitakavyokuwa na wewe, wa 60 mwezi wa 9 tarehe 11 aya ya 35. Ndipo anasema, naye siku moja Musa alilalamika kwamba ana mambo mengi sana anayafanya mwenyewe. Amen. Amen. Hivyo Mungu akaichukua roho yake, roho ya Musa, na akaigawanya miongoni mwa watu 70. Hawakuwa na roho zaidi. Isipokuwa walikuwa ni vyombo vingi zaidi, wakitumia kiwango kile kile cha yule roho. Haleluya. Ndipo nabii anasema Mungu anaweza akaichukua roho yake yote akaijaza juu ndani ya mtu kama akitaka. Tuelewane vizuri. Roho ya Mungu wote anaweza akamiminia mtu kama akitaka. Amen. Ndipo anasema au anaweza akaigawanya miongoni mwa maelfu kama akitaka. Haleluya. Amen, amen, amen. Huko kuigawanya hiyo roho ndio inafanya kazi maradufu, kwa sababu iko kwa ndugu huyu, iko kwa ndugu huyu, iko kwa ndugu huyu, iko kwa ndugu huyu. Ndugu huyu akafanya kazi, huyu akafanya kazi, na huyu akafanya kazi, na huyu akafanya kazi. Ndio inaitwa kazi maradufu. Haleluya. Ndio maana ya Yesu kusema nitawaachia hiyo. Amen. Sasa dunia nzima itazizima. Sio tu Yesu alipokuwa amesimama mahali fulani, watu wanasikia wapi bwana? Nani kaona? Nani kafanya hivi? Sasa ni dunia nzima. Ni roho inafanya kazi maradufu sana.
Haleluya. Amen, 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 amen. Amen. Ndipo anasema, nabii anasema, siku moja alichukua ile roho yote naye akaimimina kwa mtu aitwaye Yesu. Kumbe Yesu alikuwa na roho yote imemiminwa ndani yake. Kumbuka, ikijaza roho yote ya Mungu, wewe unafanyika Mungu, unapiga goti na kuabudu. Si unayo yote? Amen. Yaani ukijazwa nayo yote unafanyika nani? Mungu. Jina Bwana barikiwe sana. Sasa nabii anasema ilijazwa yote kwa Yesu. Jamaa na Yesu walikuwa wanamsujudia. Amen. Alikuwa ni Mungu, alikuwa na roho yote ya Mungu ndani yake kwenye ule mwili. Amen. Sasa akaondoka na ile roho yake. Haleluya. Ndipo nabii anasema hivi sasa ameigawanya kwenye kanisa lake kila mahali. Haleluya. Ndio maana hata kama una roho kama Bwana Yesu hauwezi kuabudiwa ndugu. Umegawanyishwa, ni umechukua sehemu ya ile roho. Haujajaziwa yote, ni sehemu ya ile roho. Ila ni roho ile ile, inafanya kazi vile vile, ina nguvu ile ile, ina mamlaka yale yale, ina uwezo ile ile, isipokuwa kwa kuwa sio yote hauwezi kuabudiwa. Amen, 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 amen. Tofauti na Yesu, alikuwa nayo yote. Huyu kafanyika Mungu. Kanisa ili alichukua Roho Mtakatifu akaijaza kwa huyu, kwa huyu, kwa huyu. Kwa hiyo una sehemu, ila nguvu ni ile ile. Na pia anatoa mfano, anasema bahari ilivyo. Sawa? Bahari popote ukienda, ukialamba ni yana chumvi. Si ndio? Maji yana chumvi. Sasa ukichukua bahari, ukachukua kijiko, ukachota kwenye bahari. Jina la Bwana barikiwe sana. Hivi madini yote yaliyo kwenye kijiko yanatofautiana na yale acha kwenye maji yote. Hayatofautiani. Amen. Lakini haya maji kwenye kijiko utaita eti nina bahari hapa. Utaita bahari. Amen. Bahari umeiacha, ila umechota maji kwenye bahari. Hayo maji yatakuwa na madini yale yale ya kwenye bahari. Yatakuwa na chumvi ile ile kwenye bahari. Haleluya. Amen. Lakini sio bahari. Ndio tofauti kati ya Yesu na kanisa. Haleluya. Amen, 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 amen. Hiyo ni sawa. Jina la Bwana barikiwe sana. Anasema sasa ameigawanya kupitia kanisa lake kila mahali. Haleluya. Amen, amen. Moja ya siku hizi ndugu. Amen. Yale maji yaliyochotwa kwenye bahari, kuna wakati atarudishwa kwenye bahari kuu. Haleluya. Moja ya siku hizi Bwana atakapokuja kunyakua kanisa lake, utakuja utaungana naye pale juu. Amen, amen. Itakuwa tena si kanisa wala si Bwana, na watakuwa tena sio wawili, bali ni mwili mmoja. Kuna wakati goti litakupigia. Amen. Mahali ambapo utaitwa malkia wa Yesu. Sasa hivi unaitwa bibi harusi. Amen. Sasa hivi ni bibi harusi. Kuna wakati sasa utaitwa malkia wa Yesu. Kwenye ile Yerusalemu mpya, mfalme atakapokuwa amekaa na malkia wake amekaa pembeni, ukija kumpigia goti mfalme, utampigia goti na Esther. Haleluya. Amen. Esther aliambiwa, wewe vipi bwana? Unaogopa umepita nyuma ya mlango? Haujui wewe ni malkia? Haujui nikilatii neno langu na lako ni sawa? Sema hata chochote na kupata nusu ya ufalme wangu. Huyo alikuwa ni Esther. Amen, 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 amen. Esther hakujua mamlaka yake. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Tunampenda Bwana Yesu. Amen. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Sasa tazama, nabii anasema kwenye ujumbe wa mashahidi. Haleluya. Anasema lile koti, ile sehemu maradufu ambayo Yesu alisema
na nyinyi mtafanya pia, na makubwa zaidi yake ni sehemu maradufu. Nawe utakuwa shahidi yangu baada ya kupokea ile sehemu maradufu. Haleluya. Amen. Ndipo anasema hivi nabii. Sawa Anasema hivi, nasi tumtazame, macho yako yasitoke kwake. Haleluya. Macho yako yasitoke kwa Yesu, kwa maana atakapopaa ndivyo atakaporudisha ile koti. Haleluya. Amen. Na anasema lile koti limeshushwa sasa. Lile koti liko hapa usiku. Roho Mtakatifu yule aliyekuwa juu ya Yesu Kristo yupo ndani ya kanisa lake hapa. Ni lile vazi liko tayari kumvisha muaminio yoyote hapa. Ni nguvu kutoka juu. Haleluya. Ndipo takuwa shahidi yake Yerusalemu, Judea, Samaria, South Africa, Asia, Yamigota, Uselesele, Tanga, Arusha. Ukiwa una lile koti. Amen. Jina Bwana barikiwe sana. Ndio utakuwa shahidi. Utazama mimi namjua Elia vizuri, ndani nje. Wewe Elia umemwona wapi? Ninalo koti lake. Tafuta kwa yoyote akwambie. Wewe ungeweza kupata koti la Elia? Mimi ndo ninalo. Ninamjua ndani nje. Ninaweza nikakuthibitishia kwa matendo. Amen. Dada yangu na ndugu yangu, hauna koti. Utazamaje unamjua Elia? Hauna Roho Mtakatifu. Utazamaje wewe ni muaminio? Ujumbe wewe utazamaje umeupokea? Kuupokea ujumbe ni kulipata koti la Elia. Ndio maana ujumbe ni kuvalishwa koti la Elia. Amen. Kama bado basi wewe bado huko na Elia unazunguka naye. Amen. Lakini usife moyo. Unalitaka koti? Macho yako yamwangalie tu Elia. Atakapopanda utalipata. Macho yako yamtazame tu yeye. Yesu analo vazi yeye. Anampa mtu amtazamaye bila kuangalia popote. Tazama tu neno. Macho yako yakae kwenye neno. Ishi neno. Ti neno. Hakika utapokea Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Jina Bwana barikiwe sana. Sasa tuangalie kwenye Yoeli 2 mara moja. Haleluya. Amen. Fungua Yoeli 2. Tunamshukuru sana Bwana kwa ujumbe. Amen. Sijui ingekuaje. Hilo koti tungelipataje? I say. Amen. Nakwambia wewe piga picha koti la Elia, kalichonge vile alitaweza kupasua Yordani. Amen. Wewe utalivaa kama fashion, alitapasua Yordani. Linalopasua ni koti lenye nguvu zake na Elia tu. Haleluya. Amen. Yoeli 2:25 inasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parale na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa alilolituma kati yenu. Nanyi mtakula chakula tele na kushiba. Amen. Na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatayarika kamwe. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatatayari kamwe. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitaimimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume na wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Sasa tuangalie hiyo Eli. Haleluya. Amen. Kuna ahadi hapa.
kwamba kuna kurejeshwa. Kuna kitu Bwana kilitolewa. Unaona? Watu wakapewa. Jina Baba barikiwe sana. Baada ya watu kupewa kitu Bwana. Amen. Ghafla watu wanauliza kipo wapi kile kitu cha kupa? Hatuna Bwana. Imekuwaje? Hatuna Bwana. Imekuwaje? Bwana alikuja madumadu kaila akatafuna. Kilichobaki nacho akaja Zwinzige na akatafuna. Amen. Sasa Mungu kwa kuwa ndio amekitoa, ndipo anatoa ahadi. Anasema kuna nyakati fulani nitakuja kurejesha kile kilichokuwa kimeliwa na hao wadudu. Haleluya. Amen, 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 amen. Nabii anasema kwenye ujumbe wa malaika wa Mungu wa 48 mwezi wa 3 tarehe 4, anasema hivi: sasa ile saa imefika ya Biblia kujirudia yenyewe na kutimia kwa neno. Sasa Mungu ameahidi kwamba atatuma mvua ya kwanza na mvua ya mwisho, au mvua ya vuli. Amen. Wakulima mnahitaji masika na vuli. Ya kwanza inaitwaje? Masika. Ya kwanza. Amen. Jina Baba barikiwe sana. Anasema mtatuma mvua ya kwanza na mvua ya mwisho. Amen. Kuna mvua ya kupanda. Sio? Nisilimi sana lakini naona. Amen. Kuna mvua ya kupanda. Alafu kuna mvua ya kufanyaje? Ya masika. Hiyo ni ya kuvuna. Ya kuvuna. Ndicho kinachoongelewa. Amen. Kuna mvua nitatuma ya kupanda, alafu nitatuma mvua ya kuvuna. Amen, amen, amen. Ndio naita mvua ya kwanza na ya mwisho. Haleluya. Amen, amen. Kule napoishi Bwana, kuna mahindi yamekufa hayo kwa sababu ya mvua ya mwisho likataa. Kumbe kikataa hata wavuni. Niliona kwa macho. Amen. Watu mvua ilianza wakapanda mji mzima ukipita ni mahindi tu. Ikaenda. Sasa kuna mvua hiyo imesubiriwa, ikasubiriwa. Jua linapiga tu. Jua linachapa. Watu jamani, mvua imekuaje? Sasa mimi sio mkulima. Amen. Sasa niko natazama kwamba sasa huu mji umependeza na haya mahindi. Mbona watu wanadhani kazi Bwana kuna mvua? Hapo wanasema, "Yaani mvua hii ikipiga siku hizi, siku 3 tu tumevuna." Kumbe kuna mvua gani muhimu Kumbe kuna mvua ukikosa kazi yako yote ni bure. Bwana wewe. Mji mzima wameingiza ng'ombe kula mahindi. Hakuna kitu kilichopatikana. Wanalima maharage sasa. Amen. Ni mvua hiyo moja tu. Kuna mtu mmoja alikuwa sio amevuna eka ngapi? Maana nilikutana naye tu akaniambia, "Bwana fulani, muombea mvua ndugu yangu." Huo naombea mvua. Nikasema moyoni, yaani wakati wa mvua ndio ananionaga. Kumbe hii mvua nataka. Ombea mvua ndugu yangu wewe. Ilikataa. Jina Bwana barikiwe sana. Sasa anasema aliahidi kutakuwa na mvua ya kwanza na ya mwisho. Kwa maneno mengine aliahidi sehemu maradufu. Haleluya. Kama vile vazi la Elisha alipoliangusha kwa Elia alipoliangusha kwa Elisha, naye aliliokota akapata sehemu maradufu. Nabii anasema ilikuwa ni mfano wa kanisa na Kristo. Amen. Tukio la Elia na Elisha ni Kristo na kanisa. Haleluya. Kristo alichukuliwa juu na roho ile iliyokuwa juu ya Kristo iko ndani ya kanisa, Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen, amen, amen. Jina Bwana barikiwe sana. Sasa tutazame kidogo hapa kwenye hizi mvua mbili. Uone hizo mvua mbili watu jinsi mahindi yamekauka. Sawa. Amen. Amen. Jinsi mahindi yanapopigwa na jua tu. Amen. Yanakauka. Haleluya. Amen, amen. Wakulima walikuwa wananiambia kwenye maharage bwana mchawi wao ni mvua. Kwenye mahindi mchawi wao ni jua. Ni kweli?
Kwa maharage mvua ikizidi kidogo amekufa. Wakati gani sijui. Na mimi itabidi jaribu kuanza kulima sasa. Labda naweza kwa unaona kuna kabibilia pale kanaongea. Jina la Bwana barikiwe sana. Na mimi anasema hivi. Tuangalie hizi mvua mbili. Mvua ya kwanza kabisa. Amen. Ambayo ilinyesha. Jina la Bwana barikiwe sana. Ilinyesha wakati wa Pentekoste. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Mungu alivyoshusha tu lile koti, yule Roho Mtakatifu alivyoshuka akawashukia wale watu pale Pentekoste. Amen. Mvua ikanyesha, watu wakafurahia baraka. Haleluya. Pale Pentekoste. Na ilishuka Yerusalemu kwa Wayahudi. Amen. Ilishuka kwa Wayahudi. Haleluya. Mvua ya kwanza. Jina la Bwana barikiwe sana. Na hapo ndipo lile kanisa likazaliwa. Kanisa sasa likazaliwa, likapokea yule Roho. Amen. Ndipo unaona mitume wakaanza kutembea nguvu kama za Yesu. Sio? Amen. Unaonaje nguvu za mitume zile? Kama za Yesu. Amen. Wakaanza kufanya kazi kama za Yesu. Jina la Bwana barikiwe sana. Walipokea mvua, lakini ni ile ya kwanza. Amen. Sasa shida ilikuja wapi? Amen. Wale watu wakatembea, kanisa likawa lina nguvu. Jina la Bwana barikiwe sana. Wamevaa koti kubwa la mzee Elia. Amen. Lakini sasa kumbe yule adui wa Elia, kina Jezebeli, anajua sasa kwa nini mnatuachia Elisha? Yaani ina maana haya mambo yataisha mpaka lini? Haleluya. Akaanza kuwindwa Elisha. Amen. Lile kanisa, nalizungumzia lile kanisa. Amen. Ndio naanza kuona wadudu wakaanza kutumwa. Ule mti ambao Bwana ameupanda. Amen. Ambao aliuzungumzia Yohana, unapaswa uzae matunda. Sasa umevamiwa na wadudu. Ngata. Jina Baba barikiwe sana. Kila mdudu anabadilika. Siku za hizi kuna mdudu anabadilika, anangata hivi. Akikuwa huyo mdudu anabadilika kidogo, anaendelea kufanya uharibifu. Jina Bwana barikiwe sana. Kanisa likafikia mahali ile roho ikaondoka. Amen. Kwa nini iliondoka? Kanisa likaunda dhehebu la kwanza, likaitwa Roman Catholic. La kwanza. Amen. Baada tu ya kujiundia mfumo wako, amen, na dhehebu lako, wakaamua kuvaa koti lao wenyewe. Wakashona koti lao. Amen. Ile roho ikasema siwezi kukaa na watu wa namna hii. Amen. Huyo akaondoka. Jina la Bwana barikiwe sana. Sasa kila akikutana na Yordani wanazama. Kila akitaka kuvuka Yordani wanazama. Watafukaje waona koti la Elia? Jina la Bwana barikiwe sana. Dhehebu ndipo lilipoanza. Roho akaondoka. Amen. Lakini kumbuka, pamoja kwamba roho ameondoka, kuna ahadi ilibaki. Kuna mvua ingenyesha. Haleluya. Japokuwa uharibifu umefanyika, mti umepukutika, kuna mvua ya kuchepusha. Haleluya. Kwa hiyo Bwana, mvua ya kwanza watu wakaamua kuvunja matawi na kula hayo matunda. Amen. Na kuharibu mti. Sawa. Haleluya. Amen. Baada ya hapo, amen, ndipo sasa nabii anasema hivi. Amen. Ujumbe wa 56:09 tarehe 2. Yale maandishi kwenye ukuta. Nasema tunaishi katika kipindi ambacho Mungu aliahidi kwamba angeliweza kumwaga roho yake juu ya kanisa la mataifa. Amen. Mvua ya kwanza ilimwaga Yerusalemu. Sawa?
Pentekoste pale Yerusalemu. Amen. Hiyo ilikuwa ni kwa Wayahudi waliomkubali Bwana Yesu. Amen, amen. Ilianza na wao. Ila mvua ya mwisho iliahidiwa itashuka kwa mataifa. Haleluya. Itashuka kwa mataifa. Amen. Ambapo sasa tutaona hicho ni kipindi gani cha mataifa. Kimeandikwa hapo hapo Yoeli. Ndipo nabii anasema alimwaga roho yake juu ya kanisa la Kiebrania pale mwanzo siku ya Pentekoste. Akasema kutakuwa na mvua ya kwanza na mvua ya mwisho. Watu wawili tofauti, Wayahudi na mataifa. Katika hizi siku nitamwaga roho yangu juu ya kanisa la mataifa. Amen, 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 amen. Amen. Sasa mvua ya pili ikashuka 1906. Sasa hapo kuna kasiri kidogo tu makini. Amen. Amen. 1906 bwana. Unabii ukatimia. Amen. Amen. Ule Yoeli. Amen. Ulipomaliza pale Pentekoste ukaja ukarudi. Sawa kabisa. Haleluya. Amen. Ukarudi 1906. Sawa. Sio mbali sana na leo, sio? Ni 1900. Roho Mtakatifu akashuka. Wow. Amen, 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 amen. Watu wakaanza kutenda kwa lugha. Jina Bwana barikiwe sana. Nguvu za Roho Mtakatifu zikarejeshwa. Amen. Nakumbuka hilo kanisa ambalo limerudishwa nguvu pale. Amen. Wakati Pentekoste limeanzishwa, hapa katikati wadudu wamekula. Amen. Roho ikaondoka. Sasa imerudi tena siku za mwisho. Amen. Sasa piga picha ya shamba. Amen. Ilinyesha. Alafu mahindi yakakua. Sasa wakati wa kuvuna. Mungu anasema nataka nivune shamba langu. Jina Bwana barikiwe sana. Mahindi yamepigwa sana na jua. Yamepigwa na jua sasa. Hebu ngoja niwepe maji ya mwisho. Ndio siku za mwisho mvua inashuka. Wow. Amen, amen. Hiyo inaitwa mvua ya kuvuna. Kwa wakulima wakiona ile mvua wanasema yes, tunavuna. Amen, 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 amen. Lakini sasa kuna tatizo likatokea. Jina Bwana barikiwe sana. Yaani kuna tatizo lilitokea. Amen. Unajua tatizo gani? Hilo shamba unataka kuvuna limeliwa. Hilo ndio tatizo. Amen. Mwenye shamba kesha panda. Mahindi yamekuwa. Jina Bwana barikiwe sana. Anasubiri aje aweke mvua ya mwisho avune. Sasa kuna watu wameingia shambani bwana. Sio wakaanza kuyavunja. Mvua ya mwisho inafanya kazi gani? Ina kazi. Unaingia shambani watu wameslash. Wamekata yote, wameng'oa. Mvua ya mwisho ina kazi gani? Haina kazi. Sasa hapo ndipo palikopa na haja ya kuletwa Elia. Amen. Ndio kazi ya Elia. Haleluya. Huyu Elia huyu ilibidi aje alirejeshe tena shamba. Alirudisha tena shamba. Akishahakikisha kwamba shamba limepandwa vizuri, ndipo sasa itanyesha mvua ya kwanza, alafu itakuja kumalizia mvua ya mwisho. Likilindwa hilo shamba na Elia. Amen, 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 amen. Amen. Elia akamwambia, wewe mkulima mzuri Elisha, njoo hapa nifuate. Utaielewa hii kazi. Haleluya. Tutaelewa tu vizuri hapo, wewe subiri tu. Amen. Amen. Shamba limepandwa Pentecoste. Ila limeliwa. Shida sio shamba kupanda. Shida limeliwa. Kanisa lilipandwa pale Pentecoste. Sasa limefanyika dhehebu.
Amen. Hii roho ikishuka itafanyaje kazi na watu ni madhehebu? Haleluya. Amen. Kwa hiyo ni lazima pafanyike marejesho. Ndipo anakuja Elia, anapewa kazi, anaambiwa na kutuma duniani, uende ukaigeuze mioyo ya watoto iwageukie wa baba zao. Haleluya. Anaambiwa Elia, nenda ukawafundishe neno, ukalirejeshe neno mahali pake, maana hili neno limekatwa katwa. Watu hawaamini tena Biblia. Sasa kama watu hawaamini Biblia, hiyo mvua ya mwisho itamnyakua nani? Shamba limekufa. Ndio kazi ya Elia Branham. Unaona Alemona kazi ya nabii, ndio kazi ya Branham. Amen, amen, amen. Kurejesha mbegu ipande vizuri. Sasa ipangwe kama ambavyo Bwana aliipanda Pentekoste, ambapo neno lilikuwa linafuatwa. Mafundisho ya neno ni sahihi. Amen. Maana mvua ya mwisho ni ya kuvuna, na kuvuna maana yake ni kunyakua. Haleluya. Amen, 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 amen. Unavunaje mahindi yaliyoungua? Mimi niliyaona. Amen. Unaambia kini mbona unaona kama inazaa hamna kitu hapo. Yaani hapo tuchome moto tu. Haleluya. Amen, 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 amen. Ujumbe ukaingizwa katikati. Sawa kabisa. Amen, amen, amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Haleluya. Sasa sikiliza vizuri. Amen. Sikiliza vizuri. Amen. Amen. Nabii anazungumza hivi. Tusome vizuri yeye mwenyewe akizungumza. Amen. Amen. Kwenye kitabu cha Maelezo ya Nyakati 7 za Kanisa, pale kwenye ile sura ile ya 10, pale kwenye muhtasari wa nyakati. Haleluya. Nabii anasema hivi, tusikilize sasa vizuri anavyoelezea. Amen. Amen. Tutachukua wakati huu wa mwisho kuonyesha jambo hili katika wakati wa Laodikia. Wangapi wanajua Laodikia ni kanisa la mwisho? Amen, amen. Aha. Anasema hivi, wakati huu ulianza tu mara baada ya mwanzo wa karne ya 20. Haleluya. Amen. Kwa kuwa ulikuwa ni wakati ambapo kanisa la kweli lingerudi kuwa bibi harusi kama alivyokuwa wakati wa Pentekoste. Amen. Haleluya. Kanisa lililozaliwa Pentekoste lilikuwa linaitwa kanisa la bibi harusi. Haleluya. Bibi harusi alipatikana siku ya Pentekoste ile ya kina Petro. Haleluya. Ndipo anasema tunajua ya kwamba hapana budi kuwe na kurudishwa kwa zile nguvu kuu. Waamini walihisi jambo hili katika roho zao, na wakaanza kumlilia Mungu wapate kumwagiwa kupya kama ilivyokuwa katika karne ya kwanza ambayo ni Pentecost. Kitu kilichoonekana kama jibu, sasa sisi vizuri, kitu kilichoonekana kama jibu kilikuja wakati wengi walipoanza kunena kwa lugha na kudhihirisha karama za Roho. Wakati huo iliaminika ya kwamba huku kulikuwa ndio kweli kule kurudishwa kuliko ngojewa kwa muda mrefu. Hapana. Nabii anasema la. Amen. Amen. Haikuwa jambo hilo, kwa maana mvua ya vuli inaweza tu kuja baada ya mvua ya masika, ambayo ni mvua ya kuchipusha ama ya kufundisha. Amen. 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 Mvua ya vuli, anaongelea mvua ya mwisho hapa. Sasa wakulima sijui mnaita vuli hivi. Amen. Amen. Mvua ya vuli basi ni mvua ya kuvunia. Haleluya. Hili lingewezaje kuwa ndilo jambo halisi ambapo mvua ya kufundisha haikuwa imekuja? Jina Bwana barikiwe sana.
Amen, amen. Mvua iliyoshuka siku ya Pentekoste. Amen. Biblia hii tunayoisoma hii. Hii Agano la Kale hii. Amen. Imeanza kuandikwa lini? Si baada ya mvua ya kwanza? Si baada ya Roho Mtakatifu kushuka? Amen. Baada ya watu kujazwa na Roho Mtakatifu, si ndio akaanza kuandika Biblia? Mafundisho yote ya kanisa yaliletwa na Roho Mtakatifu aliposhuka siku ya Pentekoste. Amen. Wale mitume walipojazwa, amen, ndipo akaanza kupewa kazi, wanakwenda huku, Paulo anafungwa, anawaandikia, endeni hivi, fanyeni hivi, fanyeni hivi. Amen. Ni mvua ya kufundisha. Amen. Ni mvua ya kuleta neno. Ndio Biblia ikaandikwa. Jina Bwana barikiwe sana. Sasa shida ikaja wapi? Watu wakavunja neno ambalo limepandwa kwenye mvua ile. Wakabadilisha neno, wakaunda dhehebu. Huyu hataki hiki, huyu anasema siamini hiki, hiki ni cha Paulo, hiki ni hiki. Kila mtu anaishi kwa mifumo yao badala ya kuishi sawa sawa na ile mvua ilivyonyesha kwa wale mitume. Hapo ni ile Biblia. Amen. Sasa shida inakuja, ndio nabii anasema mvua ya mwisho ni mvua ya kuvuna. Sasa Bwana imefikia mahali anataka kunyakua kanisa lake. Haleluya. Sasa hili kanisa analinyakuaje? Halijakaa mahali pake kwenye neno. Ndipo anakuja nabii kwanza kuleta mvua ya kufundisha. Amen. Anarejesha mafundisho ya mitume baba zetu. Watu waishi neno lote. Haleluya. Watu wakishaishi neno lote, ndipo sasa mvua ya mwisho Roho Mtakatifu atashuka kwa mtu aliye na neno lote. Nitakukuta unaamini neno lote, nitakukuta unatii neno lote, na atakaposhuka hiyo mvua, wewe unanyakuliwa. Haleluya. Kwa maana ulisikia uliambiwa, hauwezi kupokea huyo Roho Mtakatifu kama hautii neno. Wewe ni muhindi uliovunjwa, hauna kazi. Amen. Ni lazima utii ile neno. Hiyo ndio mvua ya kwanza. Jina Bwana barikiwe sana. Ilichokifanya pale Pentekoste ni kuweka msingi wa neno ili mvua ya pili inyakue walioliishi hilo neno. Sasa unaona dhehebu walipolikosa. Hawana. Jina Bwana barikiwe sana. Haleluya. Amen, amen, amen. Hiyo kwa bibi harusi ikawa ni sehemu maradufu kwake. Unaona? Bibi harusi akapokea sehemu maradufu. Jina Bwana barikiwe sana. Anapokea mvua ya kwanza na anapokea na mvua ya pili. Kwa hiyo bibi harusi, mvua zinanyesha hizi mbili. Inarudishwa kwanza mvua ya kwanza, alafu inawekwa mvua ya kuvuna. Kwa dhehebu hamna. Kwa sababu dhehebu, ndio maana sema dhehebu alikomboleki. Dhehebu alinyakuliki. Nyakulikaje? Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe sana. Haleluya. Umeona? Kwa hiyo usikaa hapo sasa, mimi nataka Roho Mtakatifu, nataka Roho Mtakatifu. Subiri kwanza. Jina Bwana barikiwe sana. Je, ile mvua ya kwanza, amen, imekunyeshea? Upo kwenye neno? Upo sawa sawa na neno? Maana Roho Mtakatifu akija anakagua, anataka kukute kwenye msingi uliojengwa na mitume na manabii. Akukute kwamba umegeuza moyo wako, umeelekea baba zetu mitume na manabii. Ikikukuta hivyo dada yangu, ile mvua kama ikikunyeshea, lazima unyakuliwe tu. Lazima shamba livunwe. Haleluya. Amen. Hiyo ndio inaitwa sehemu maradufu kwa bibi harusi. Naona hiyo sehemu maradufu. Kwa nabii anamalizia anasema hivi. Anasema, ngoja uone, anasema kitu kilichoonekana kama jibu kilikuja wakati wengi walipoanza kunena kwa lugha na kudhihirisha karama za Roho.
Wakati huo iliaminika kwamba huku kulikuwa ndio kule kurudishwa kuliko ngojewa kwa muda mrefu. La, haikuwa jambo hilo. Kwa maana mvua ya vuli inawezaje tu kuja baada ya mvua masika? Inaweza kuja baada ya mvua masika ambayo ni mvua ya kuchipusha ama ya kufundisha. Mvua ya vuli basi ni mvua ya kufunia. Hili lingewezaje kuwa ndilo jambo halisi ambapo mvua ya kufundisha haikuwa imekuja? Amen. Nabii mjumbe aliyekuwa atumwe kuwafundisha watu na kuigeuza mioyo ya watoto wao iwaelekee baba zao wa Pentekoste hakuwa amekuja bado. Ndio shida ya Roho Mtakatifu yule iliyoshuka 1906, kwa sababu nabii alikuwa hajazaliwa. Amen. Roho Mtakatifu aliposhuka 1906 alikuta kanisa ni dhehebu. Ndio. Liko kwenye misingi ya kidhehebu. Ila tu halina Roho Mtakatifu. Hayani zile nguvu za Roho Mtakatifu zimekufa. Ambazo alikuwa anafanya kina Petro, kwa wagonjwa kupona. Jina Bwana barikiwe sana. Zile nguvu zilikuwa zimekufa. Ila kanisa bado ni dhehebu. Na huo udhehebu ndio umenyonya hiyo nguvu. Sasa kilichotokea ni nini? Mungu akatanguliza ile mvua. Amen. Roho Mtakatifu akashuka 1906 pa. Aliposhuka 1906 pa, watu wakaanza kunena kwa lugha. Na kuambia hivi, mji ulilipuka. Viwetu wakatembea. Watu wakasema jamani, kilichotokea Pentekoste kimetokea tena. Haleluya. Watu wakashangilia, wakaanza kufanya nguvu. Na kuambia kanisa la Pentekoste likazaliwa pale. Amen. Watu wakaanza miujiza na kuambia mji ulisisimka kwa sababu nguvu zilikuwa ni zile. Unaelewa? Zilizotokea Pentecost. Zile. Nabii anasema si wakafikiri kule kurejeshwa kuliko kuzungumzia ndo kumefika kwao. Amen. Kumbe ni shamba lililooza. Alifuniki. Amen. Jina Bwana barikiwe sana. Shamba ni lile ila limeoza hili. Haleluya. Ndipo nabii anasema nabii mjumbe hakuwa amekuja bado. Ile mvua ikakaa miaka hii mita. Wale waliopokea zile nguvu za Roho Mtakatifu zimeshuka 1906. Wakafanya kazi na miujiza 1907. Amen. Sasa ikaenda 1908. Amen. Wakaanza kuonyesha rangi za shamba lililooza. Amen. Sisi hatukubaliani na wewe unavyofanya. Neno alisemi hivyo. Subiri uone. Mvua zipo. Si nguvu zipo. Neno alisemi hivyo. Kwa kweli sisi tunajitenga. Kuanzia leo tutajita TAG. Sinaone? Baadaye wengine wanasema kwa kweli kulingana na hili neno. Yaani kwa kweli tumekaa chini kwenye baraza letu kula askofu, nimeona kwa kweli hili neno kwa kweli linawaonea wadada. Hatulitumii. Tumekubaliana tusilitumie. Shamba limeoza hilo. Halifuniki. Amen. Kwa hiyo Bwana ameshusha nguvu kwenye shamba. Amen. Kwa kuwa limeoza likaunda dhehebu. Yakatoka mapentekoste ya kutosha. Huyu na wote waelewane. Amen. Ndipo ilipofika 1909 Mungu akasema sasa nabii njoo. Haleluya. Akazaliwa nabii 1909 miaka mitatu baadaye. Amen. Huyu nabii alipokuja nabii mjumbe Elia akaambia sasa sikiliza kazi yako. Amen. Ni kung'oa huo uozo wote kwenye shamba. Na kulirekebisha shamba tena. Lirejeshe shamba kama ambavyo nililipanda Pentekoste. Neno lirudishe neno kanisani. Amen. Lirudishe neno kanisani. Nguvu nimeshazigawa, zipo duniani, ila neno hamna. Amen. Ndipo inakuja ahadi, nitarejeza asema Bwana.
Amen. Ukapokea ujumbe dada, ukapokea ujumbe ndugu, ukapokea ujumbe, ukapokea ujumbe, ukapokea ujumbe. Amen, 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 amen. Unaanza sasa kuundwa vizuri. Una melo pale. Amen. Paulo anasema mmoja anapanda mwingine anatia maji. Jina ambalo nabarikiwe sana. Shamba linawekwa vizuri. Ili shamba linatakiwa lije linyakuliwe, livunwe. Amen, amen. Dawa inapulizwa ya wadudu. Hakuna kula hapa. Mdudu akija anapigwa dawa. Wewe sio neno. Toka. Mdudu mwingine anakuja anataka kutafuna na pulizwa dawa. Unaambia sio neno. Toka. Haleluya. Ndipo Bwana anatazama kanisa lake. Anasema naam. Hili ndio lile kanisa ambalo linafanana na la mitume. Na hili kanisa sasa wakati umefika linakwenda kukomaa vizuri, litamwaga ile mvua ya mwisho, mvua ya kunyakua. Haleluya. Amen, 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 amen. Watu wanapokea ile mvua ya kwanza. Jina Bwana barikiwe sana. Kanisa linaliwa na wadudu, linakufa. Watu wanapokea mvua ya kwanza, hawana dawa. Amen. Hawana nabii. Sasa unakaaje hapa kanisani? Jumbe usomi. Hiyo dawa unaipulizaje? Jumbe usomi. Unapiga kelele, sikiliza kanda, unapigwa. Una tablet yako mpaka imechoka lakini uisomi wala nini? Imechoka tu na vumbi na kugeuza na kufungua na kucheza tu kuangalia vile vikatuni vya watoto chwa. Wewe wadudu hawakuuliwa, wapo. Watakutafuna. Amen, amen. Watakutafuna umekaa kanisani. Haleluya. Ujumbe ndio dawa. Dawa ya wadudu. Inapuliza kwenye maua, kwenye mti, inaangalia hivi kwamba hili hindi linatakiwa ling'ae namna hii. Sitaki hata punje moja ioze. Weka dawa hii, weka dawa hii, weka hivi. Anakuja mwenye shamba kulivuna, atakuja. Haleluya. Wanakuwa kama gugu tu. Sindikiza tu. Amen. Jina Bwana barikiwe sana. Ni dhehebu. Sindikiza tu. Mvua za kwanza zinakufanya wewe gugu kweli? Jina Bwana barikiwe sana. Haya namalizia anasema. Anasema hivyo basi kile kilichodhaniwa kuwa ni kurejezwa na kuuishwa kwa mwisho hadi kufikia kunyakuliwa hakikuwa kimekuja. Ndani yake kulikuwako na mchanganyiko wa wasio haki wakishiriki baraka za kiroho na kumdhihirisha Roho Mtakatifu kama vile tulivyodumu kuwaonyesha. Ile mvua ya kwanza. Amen. Ndani yake pia kulikuwako na nguvu za ibilisi kwa kuwa watu walikuwa chini ya uongozi wa mapepo. Lakini hakuna mtu aliyeonekana anajua jambo hilo. Amen. Unajua Roho Mtakatifu anayefanya kazi kwa Pentecost, uambii kitu. Unatuambia nini? Angalia vyote wanavyotembea. Hawajui kwamba hilo shamba livunwi. Angalia wanavyofanya. Angalia wanafanya si ni mvua. Amen. Amen. Ila ya pili ndio italeta tofauti. Jina la Bwana barikiwe sana. Anasema ndipo ili kuthibitisha ya kwamba halikuwa ni lile jambo lenyewe halisi, watu hawa hata kabla ya kizazi cha pili kutokea waliunda dhehebu na wakaandika mafundisho yao yasiyo ya kimaandiko na kujijengea maboma yao wenyewe kama kila kundi lingine lolote lilivyowatangulia lilivyofanya. Mvua ya kwanza ya 1906 ndio limetengeneza madhehebu yote unayoyasikia hapa. Amen, amen, amen. Ila sisi tuna neema. Tumerejeshwa. Amen, amen. Tumerejeshwa kwenye imani yenyewe. Amen, amen. Ile mvua ya kwanza tunayo. Amen, 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 amen. Na hiyo mvua ikija tena ya kutunyakua itatupandisha. Haleluya. Itatufufua, tutaenda. Amen, amen, amen. Jina Bwana barikiwe sana.
kazi ya Roho Mtakatifu wa Pentecost ilikuwa ni kulifundisha kanisa. Ni kuleta mafundisho ya kanisa. Amen, 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 amen. Kazi ya ujumbe ni kukurejesha kwenye mafundisho ya kanisa, yale ya Biblia. Ndio kazi ya ujumbe. Jina la Bwana barikiwe sana. Roho Mtakatifu alishuka. Amen, amen, amen. Sasa akishuka tena, dada na usikose. Amen. Dada na usikose, na umekaa kanisani usikose. Haleluya. Tumalizie ndani dakika 15 10. Malizie. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Hilo silimeeleweka? Amen. Sasa hapa tunamaliza tu. Sababu hilo. Haleluya. Amen. Hatumpendi Bwana kweli kwa ajili yetu hiyo? Tunampenda. Kweli sisi ndio ametufanyia hivi jamani. Amen. Tusiache kumshukuru Bwana wetu Yesu Kristo kweli. Amen, 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 amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Haleluya. Sasa nabii anasema, tukanimalizia hapa. Nabii anazungumza kuhusu uamsho au ufufuo. Tunamalizia hapa. Haleluya. Amen. Ujumbe huu wakati umeshuka. Amen. Umekuja kwa ajili yetu. Sawa. Umekuja kutufufua. Amen. Kutufufua. Umekuja kutuletea uamsho. Amen, 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 amen. Ale kutufanya tujijue sisi ni nani. Nabii anasema hivi, na huu upagani unaoendelea na kadhalika, na makanisa yanapoanguka na kufanyika baridi, niwaambie ndugu, dada na ndugu, kama utanipokea mimi kama ndugu yako, tunahitaji uamsho. Amen. Sasa sizungumzi kulisema vibaya kitu chochote. Ninazungumza kutoka moyoni. Amen. Tumekuwa na mikutano mingi mirefu. Sawa kabisa. Lakini hakuna uamsho. Sawa kabisa. Haleluya. Tumekuwa na watu wakuu kama Billy Graham, mtu mzuri, Charles Fuller, Dr. Dehan na wengine, utataja na wengine unaowajua huku kwetu, na fulani na fulani na fulani, mikutano mikubwa. Haleluya. Amen, amen, amen. Anasema hivi, tumekuwa na makusanyiko makubwa lakini hakuna uamsho. Amen. Amen. Tunawafanya watu waweze kuja, pengine wangekuwa wanayumba yumba na kutubu na kuondoka, lakini tunachohitaji ni ule mtindo wa kale wa kuvunjika vunjika, machozi yakikutoka, kung'oa mizizi ya ufufuo ianze katika kila nyumba na ikisomba mji mzima, ikienda kufunga mabaa na kila kitu na kuyanyoosha mambo yote. Huo ndio uamsho. Haleluya. Ujumbe huu ni ujumbe ulioleta uamsho. Ujumbe huu ndio utakao kufufua, utakurudisha kwenye neno. Haleluya. Utakaporudi ukakaa kwenye neno, wewe ndio umeamka. Haleluya. Amen. Anasema sio tu unatembea na kufanya toba na kuondoka. Huo sio uamsho. Huo ni mfumo, ni hali ya uvuguvugu. Tunahitaji uamsho halisi, na Mungu atusaidie tuipate. Unaona kundi hili limekusanyika, haimaanishi ni ufufuo. Huku ni kukusanyika tu, lakini ufufuo ni pale ambapo watu watakwenda na kuweka sawa na Mungu na kuomba hilo na kuanza ufufuo, kupita mji wote na kila kitu. Wanaweka dhambi mbali, wanaweka uovu mbali, wanamgeukia Mungu, nao wanaanza tena kwenye barabara. Jina la Bwana barikiwe sana. Huo ndio uamsho.
Amen. Unapolia moyoni mwako, unasema unataka uamsho. Unachomwambia Bwana, nirudishe nikae kwenye neno. Nibadilishe nifanane na neno. Utakapofikia hapo, wewe ni umefufuka. Wewe ni umeamka. Moto ndio unawaka. Haleluya. Amen. Sasa ile mvua iliyoshuka pale ikaunda madhehebu, ile mvua iliyonyesha inapokunyeshea wewe, amen, inatoa neno kwenye makaratasi, inakufanya ulitembee, uishi. Utafanyika neno linalotembea, utafanyika neno lililo hai. Amen. Ndio kitu ambacho dhehebu ana ile nguvu ya kugeuza. Lakini nguvu inageuza nini? Ikishuka shamba limeoza. Ikishuka shamba limeoza, inakuwaje? Inabidi ile shamba ling'olewe, lipandwe vizuri, mvua ishuke, mimea inyakuliwe. Haleluya. Haleluya. Tusimame. Tunampenda Bwana Yesu. Amen, 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 amen. Tunampenda Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Amen, amen, amen. Ndugu yangu na dada yangu, unapaswa kuwa na ufufuo. Amen. Ufufuke. Wewe mwenyewe ufufuo auletewi dada na ndugu. Mikutano kama hii, hayo ndio malengo yake. Unapokuja kwenye mkutano, kuna kitu kimekufa, unataka kifufuke. Upendo wa kumpenda Mungu umekata, unataka urejewe. Sikiliza, hakuna anayekataliwa, kwa maana sasa ni wakati wa kurejeshwa. Kilichokufa kitaushwa tena. Haleluya. Ni wakati wa kurejeshwa. Ili mradi umesikia sauti ya mjumbe, umetoka kwenye milango ya madhehebu. Haleluya. Sasa uko hapa ndani, unabadilishwa. Neno likubadilishe dada. Bila hiyo, wewe na ulikotoka mnakuwa mnafanana. Ni mashamba yaliyooza, hayavuniki. Haleluya. Usiombe mvua. Aliahidi mvua, ameleta. Na si tu aliahidi mvua, alishaitanguliza, ilishakucha. Usiseme Baba, nataka Roho Mtakatifu, nijaze mimi, nijaze Roho Mtakatifu, nipe Roho Mtakatifu, wakati shamba limeoza. Mvua yakasikia. Haleluya. Mwambie Baba, nirekebishe. Mwambie Baba, linanishinda ili pepo. Tuma upanga wako Baba, nifanye niwe kiumbe kipya. Nibadilishe Bwana. Unajua mvua zipo tu. Amen. Zikinyesha, sitajua wewe ni gugu au wewe ni ngano. Haleluya. Amen, amen. Wangapi wanataka sehemu maradufu ya Mungu? Wangapi wanataka sehemu maradufu ya Bwana? Sasa sikiliza. Nabii anasema hivi kwenye ujumbe wa nabii Elisha wa 54 mwezi wa 7 tarehe 23. Sikiliza na maelekezo ya nabii. Amen. Sikiliza maelekezo ya mtu aliyekuwa amepewa mamlaka ya kurejesha. Amen, amen. Mtu ambaye amepewa neno litakalo kubadilisha. Amen. Atakaye kuambia namna gani utaweza kuvunwa. Anasema Elisha aliyakazia macho yake moja kwa moja kwa Elia. Alitaka sehemu maradufu. Na kama unataka sehemu maradufu usiku wa leo, kaza macho yako kwa Yesu. Haleluya. Kaza macho yako kwa Yesu. Wewe usitoe macho yako pembeni. Mwangalie Yesu. Na huyu Yesu ametuma nabii atengeneze njia. Naomba utazame ujumbe, kwa maana utaiona njia aliye Yesu, nawe utafanyika shamba jipya. Haleluya.
Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Najua Bwana anatengeneza njia. Oh, ametengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana alitafuna yote, akaniacha mti usioza. Oh, lakini sasa ametumwa nabii huyo kuyatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Baba anatengeneza usiangalie chochote, tazama tu ujumbe. Wewe ujumbe umekuja kwa ajili yako, usiukatae huo ujumbe. Umekuja kwa ajili ya kugeuza moyo, umekuja kwa ajili ya kutaka ufanane na yeye, kwa maana Bwana anakuja, anataka wale walioandaliwa na ujumbe aweze kuwanyakua. Hivyo sasa naomba uzungumze na Bwana, kila mmoja apaze sauti yake, azungumze na Mungu. Usisema Bwana naomba mvua, mvua tayari ipo, ahadi ya mvua imeshasemwa. Mwambie Bwana nataka unibadilishe, sipendi ninavyoishi, sipendi ninavyofanya, njia zangu ni mbovu, mawazo yangu ni machafu, nia yangu ni mbaya. Baba, nimeshakuelewa nami nimekuamini. Bwana Yesu, nataka nibadilike, nitakutazama tu wewe, nitakuangalia tu wewe, mpaka pale ambapo ile vazi